Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tuna somo jipya kabisa ambalo linahusu neno la Mungu, nguvu ya neno la Mungu. Lengo la somo hili ni kukujulisha na kukusaidia kulijua zaidi neno na kujua kazi zake kiutendaji. Mstari unaotuongoza ni kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao ukatao kuwili, nalo tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo neno limebeba nguvu. Neno lina uwezo wa kuwa upanga wa kugawa nafsi na roho. Neno lina uwezo wa kufahamu yote, vitu vyote huwa wazi mbele zake. Kwa hiyo neno lina nguvu ya kuponya, lakini neno lina nguvu ya kuokoa. Lakini neno lina uwezo wa kusafiri likitumwa, kwa sababu lina uwezo wa kutembea. Kusoma katika Zaburi ile ya 107 mstari wa 20 inasema, hulituma neno lake, huwaponya na kuwatoa katika maangamizi. Ukisoma Zaburi ya 68 mstari wa 20 inasema kwamba Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka kwenye mauti zina Yehova Bwana. Kwa hiyo neno ni Mungu. Kwa hiyo kama ni Mungu wa kuokoa, maana yake neno lina uwezo wa kuokoa na kutoa katika maangamizi kwa njia ambazo zimetumika kuliwakilisha, kwa njia ya kusikia, kwa njia ya kulisoma, kwa njia ya kulitazama. Ufahamu unakuja kwa kusoma, kwa kuandika, kwa kusikia. Kwa hiyo neno ni Mungu. Neno limebeba nguvu ya kuokoa kutoka kwenye mauti, lakini neno pia lina uwezo wa kusafiri, kama nilivyosema katika Zaburi ya 107 mstari wa 20 anasema, hulituma neno lake, huwaponya na kuwatoa katika maangamizi. Kwa hiyo neno lina nguvu ya kusafiri kwa sababu linatumwa. Kama linatumwa, basi linatembea. Wale wote ambao walikuwa wanataka kujua tabia za neno la Mungu, neno la Mungu ni Mungu, neno la Mungu limebeba nguvu. Kwa hiyo neno ni Mungu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari ule wa 1 mpaka wa 5 anasema, hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini ndani ya neno pia limebeba uzima. Ukisoma katika neno la Yohana sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 5 anasema kwamba ndani yake kuna nuru, na ile nuru ni uzima wa watu. Kwa hiyo ndani ya neno kuna uzima, ndani ya neno kuna nuru ya watu, ndani ya neno kuna nguvu. Katika Waebrania 4:12 ndani ya neno kuna nguvu. Kwa hiyo wale wasiosoma neno la Mungu, anzeni kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Maisha yenu yatabadilika, kwa sababu ndani ya neno la Mungu kuna nguvu. Kama umepungukiwa nguvu, utatiwa nguvu kusoma neno la Mungu. Kama hauoni njia mbele yako, neno la Mungu limebeba nuru. Kama hauoni sasa nifanye nini, unasikia kukata tamaa, neno limebeba kutia moyo. Kama unasikia hofu, soma neno la Mungu, tafakari neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna ujasiri. Neno limebeba roho ya ujasiri ndani yake. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni upanga, linaweza likakata tabia mbaya zilizo ndani ya mtu. Lakini neno ni nyundo. Ukisoma katika Yeremia 23 mstari wa 29 anasema neno la Mungu ni nyundo. Neno la Mungu ni moto. Neno la Mungu ni nyundo. Ndani ya neno kuna moto wa kuteketeza kazi za mwovu. Ndani ya neno kuna nyundo ya kuvunja roho zilizosimama zozote kama vizuizi. Kazi ya nyundo pia ni kurekebisha tabia. Kuna tabia, ukishaanza kuwa mtu wa kusoma neno na kulitafakari, kuna tabia zitapondwa na neno la Mungu zilizoko ndani yako. Umezaliwa nazo, nyingine umeziiga mtaani uko zitavunjika. Kwa hiyo kaa na neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Baba, ninakushukuru kwa mtazamaji na msikilizaji wetu. Naamini ya kwamba kupitia ujumbe wa neno la leo ya kwamba atasoma neno la Mungu, na yule asiyekuwa na Biblia, ninaomba sasa Bwana achilia neema apate Biblia. Yule mwenye Biblia lakini haisomi, Baba achilia kiu ya kusoma neno ifunguliwe ndani yake. Zekaria 12 mstari ule wa 10, naomba roho wa neema na kuomba amwagwe juu ya huyu anayenitazama na kunisikiliza katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Na umesema katika Zaburi ya 119 mstari wa 133 ya kwamba uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Baba, naamini kabisa yeyote mwenye neno la Mungu uovu hautaweza kumiliki. Ninaomba ukabariki ujumbe wa neno lako na watazamaji na wasikilizaji wote ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.